Mtume anasema acheni ndevu, tena acheni maana yake iacheni kwa wingi. Waqussu shawarib, na mupunguze masharubu. Nendeni kinyume na Mayahudi na Manasara, nendeni kinyume na Mayahudi na Wakristo, kwa sababu Mayahudi wananyoa ndevu, wanaacha masharubu. Sasa leo unamkuta mtu ni Muislamu anadai anampenda Mtume, alafu ananyoa ndevu, anaacha masharubu. Sasa wewe unamfuata nani wewe? Unadai wewe ni unampenda Mtume, unamfuata nani hapa? Kumpenda Mtume iko wapi? Na baadhi ya watu hapa wananyoa paka ngozi ya ile ndevu inabadilika. Anataka kujionyesha bado ni kijana. Kumbe mtu anayenyoa ndevu na anaonekana mzee. Yule ambaye anaacha ndevu anaonekana ni mtu anapendeza mbele ya watu. Hata leo takwimu inaonyesha wanawake wengi wanawapenda waume zao ambao wameweka ndevu. Na watoto wengi wale wachanga kabisa wanawapenda baba zao ambao wameweka ndevu. Na ndevu ni alama ya mtu kuwa mwaminifu. Ndevu ni alama ya mtu kwamba anachunga amana, ni mtu mkweli. Ndio unaona mtu anapoweka ndevu alafu akafanya tabia ambayo ni ya kinyume, watu wanauliza, jamani, huyu bwana amefanya kitendo fulani na anafuga ndevu, sio angenyoa hiyo ndevu? Maana yake ndevu inamtafsiri mtu. Sasa wewe uko wapi na Mtume? Angalia ndugu zangu, leo sisi Waislamu haujakatazwa wewe kuvaa suruali na shati. Vaa suruali na shati, hujakatazwa, sio haramu. Lakini unapovaa suruali na shati, vaa suruali na shati namna dini yako ilivyokufundisha, si namna hawa watu wanavyofanya. Unapovaa suruali, vaa suruali ambayo ni bagi, shati ambayo ni bagi, t-shirt ambayo ni bagi. Si baadhi ya vijana anavaa jeans imembana mwili, sehemu zake nyeti ya mbele na nyuma yote inaonekana, na akivaa t-shirt au shati imembana mpaka kifua chake kiko nje, tumbo yote iko nje manake, alafu akitembea anatembea hivi. Sasa unataka kumuonesha nani jamani wewe? Yote haya unataka kumuonesha nani? Allahu Akbar.